namna unavyopeleka ujumbe wako na namna mnavyofunga maombi nitawafundisha. Sasa hata kama unaenda kwenye ile soul talk lazima muombe Mungu akusaidie upate flow. Mwamsheni aliyelala. Kuna mmoja amelala. Unajua mimi huu walimu wangu ambao sijasomea huwa sipendi watu walala. Kwa hiyo ni muhimu sana kwa mwinjilisti wa vitabu anayeuza vitabu na magazeti ya kiroho ajitoe kikamilifu kwa Mungu. Nimesema ajitoe kikamilifu kwa nani? Ajitoe kikamilifu kwa Mungu. Na nasema hapa kujitoa na kujiweka wakfu kwa Mungu kila siku na kila wakati, kuomba kila wakati na kila siku, kujifunza Biblia. Kila siku jina la Mungu limetoa utaratibu wa kusoma Biblia kwa mfano. Leo tumesoma Isaya ngapi? 19. Basi kama mnafahamu hiyo ni vizuri. Kwa hiyo kila siku utasoma ile sura na kile kitabu chetu cha kesha la asubuhi. Zaka nimesikia pasta akieleza kwamba zaka ni takatifu. Kwa hivyo ni vizuri tunajua zaka itakatwa huku katika ule mfumo wetu nafikiri umeshaelezewa. Lakini ile sadaka lazima uipeleke ili Bwana akubariki. Kuna vitu ambavyo ni baraka yake haina subiri sijui. Kuna vitu tunasema tukiomba kuna maombi sijui majibu matatu. Tumeshafundishwa siku nyingi. Kuna subiri sijui kuna balance. I don't know mimi sijasikiliza vizuri lakini wafundishaji wengi wanatoaga. Ila kwenye swala la zaka na sadaka majibu ni pale pale. Mbona hamjasema amina? Ni pale pale. Tena muombe Mungu kabisa, nataka niitoe. Nijisikie mwanzoni unajisikia vibaya. Unaona yote hii jamani yote hii. Lakini basi tu hiyo. Ukishamuomba Roho Mtakatifu, anakusaidia unaitoa kwa furaha. Na usipoitoa you feel it kwamba sijafanya kitu changu cha muhimu. Kwa hivyo ni vizuri kutoa zaka na sadaka ukiwa wewe ni mwinjilisti wa vitabu. Na mwinjilisti ambaye hatoi zaka na sadaka rafiki yangu hawezi kufanikiwa popote. Huwezi kufanikiwa. Wewe lazima utoe zaka na sadaka. Hata kwa fedha zako. Labda uko hapo unapigia mama amekwambia na kusupport leo hela ya chakula. Ile hela ni ya kwako, itolee zaka na nini? Na sadaka. Ibilisi atatukumbusha dhambi zetu kidogo tulivyofanya kwa siri, vingine vya wazi. Utasema kwanza wewe utafanikiwa wewe. Sinakujua. Mambo yako yale. Hapo anakukumbusha vyote. Wewe kama kweli hujamuomba Roho vizuri, utaanza kutetemeka Mungu. Hapo kweli unajua hicho anachosema. Yaani inaletwa inazunguzwa. Na ukishaanza kushika tu kazi hii, unaletewa vitu vingi. Hata kama kuna mtu ulimkanyaga mkagombana bahati mbaya, unafikiri umegombana na mtu utasikiwa wewe maombi yako. Hakuna. Niwaambie mkemeeni kwa jina la Bwana. Amen. Halafu kuna kwa hiyo mwinjilisti atafanya kazi bila msaada wa Mungu kama atafanya bila akiwa na hayo mashaka. Matokeo yake ni kuchoka, kushindwa, kuwa na mashaka. Yaani unaondoka, unakuwa huna ule ujasiri. Unajua kitu kikubwa kingine kinachotakiwa kumuomba Roho Mtakatifu asaidie mnapoenda kazini ni ujasiri. Kazi hii wengi wanakuwa hawana ujasiri. Anatoka na mashaka makubwa. Hivi mnaona wale vijana wanauza vitu vya ajabu, vingine ni fake, wanauza tochi imeshakufa. Tochi hii itakusaidia kumulika hapa mpaka Bagamoyo. Yaani ukimulika hivi unaona mpaka Bagamoyo. Wanaongea na uongo. Lakini wana ujasiri kuna siku moja aliniuzia sijui vitu gani kwenye basi. Alinidanganya. Mama haya mafuta ukiweka uso huo, wazi mzee, utarudi ujana sasa hivi nini? Ule ujasiri wenzetu wanao. Mbona sisi anayetengeneza ujasiri ni Mungu mwenyewe. Haleluya. Kwa hiyo tumuombe ujasiri. Nenda kwa ujasiri. Kama huna ujasiri lala usiende kazini. Maana hutafanya kitu. Hii kazi inatakiwa majasiri kama sisi. Unaotembea tu hivi wakijua tuna Mungu. Si Mungu nimewasomea. Mungu atatulia. Sasa unaogopa nini? You need to be free. Andika vitu unavyoviogopa alafu uviombe Mungu. Mimi naogopa kuona watu. Mimi ninaogopa Mungu. Yaani nikitembea nikiona hivi watu wengi Mungu, naogopa maneno yote yanapotea. Yaandike. Alafu uomba mwambie Mungu, si nimekwambia. Ninaogopa watu. Nikiongea natetemeka, mate yanaisha yote. Mdomo unakuwa mkavu. Mungu nisaidie na Mungu anakusaidia. Haleluya. Yaani ninawatia moyo. Ninajua ni mahitaji yetu. Si wote tumeona. Mimi kuna wakati nilikuwa Mbeya huko kipindi hicho. Mimi nilikuwa naogopa. Yaani marafiki zangu wale naenda nao. Mimi ni mhasibu. Nilikuwa naenda benki nikasema leo nianze kwanza benki. Nafika kule naanza basi sina hata maneno sasa. Yaani yameisha nikamwambia Mungu hapana. Mbona naogopa? Naweza kuondoka sijauza kitabu hata kumwambia. Lakini watu hao mbona wananiuzia mimi hela? Wananiuzia huduma zao za kifedha.
Kwa nini mimi nisiwauzie huduma yangu nayoifanya kila wakati? Nilipopata hilo jibu nikaenda. Habari za leo. Leo nimekuja na habari njema kabisa, tofauti na ile siku. Mama Mika unataka nini? Nina vitabu. Nikaanza kutoa tatu, natoa hiki. Mbona mimi sijawahi kujua una vitu vizuri hivi? Yes. Sasa nataka nitoke. Unachukua leo ama ni